Nikisema muda wengi watadhani nazungumzia wakati, lakini sio wakati huo ambao nauzungumzia mimi, bali nazungumzia ufupisho wa jina la mtu fulani hivi. Lakini ukiachana na hilo, pia mtu huyo hupenda kutumia shanguard kama ishara ya kupiga simu, na hii hutokea muda ule ambapo akifunga goli. Na wengi hujiuliza kwani anampigiaga nani? Lakini mwamba huyu amewahi nukuliwa akisema kuwa ile simu ninayopigaga baada ya kufanya tukio ndani ya dimba, basi huwa anaipigia familia, ila hajasema wazi kwamba ile simu huwa anazungumza nini. Pengine leo anaweza kutuambia huwa anazungumza nini hasa. Alivuka maji mpaka kulifikia jiji la wajanja katika mitaa ya Chamazi, na pale alichanga vyema karata zake zikaenda safi kabisa. Lakini kuna muda ilionekana kuna gap ambalo hakuweza kulifill sehemu ile, na matajiri hawakupendezwa naye. Alitolewa kwa mkopo, na ule mkopo ndio uliomfanya kuonekana zaidi, ukawa kama daraja la kumvusha sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Akadondokea sehemu ambayo kila mchezaji anatamani kufika mahali pale. Unajua ni nani? Ndani ya kifundo cha soka tumemfumbata mwamba huyo, na tunaenda kuangazia namna gani upekee wake uko sehemu gani mpaka yeye kuwa kivutio kwa watu walio wengi. Mimi ni Wito Ndiwaho wa kifundo cha soka. Mei ya 1999, tarehe ya 6, katika ardhi iliyozingirwa na maji pande zote, ndani ya eneo la Jang'ombe visiwani Zanzibar, Mdathiri Yahya Abbas kwa mara ya kwanza alivuta pumzi ya duniani, na kwa muda ule hakuna aliyekuwa anajua kabeba kipaji gani ambacho kitamfanya aimbwe na Watanzania na hata nje ya Tanzania. Zaidi, watu wake wa karibu walimwombea dua ya mafanikio pale atakapokuwa mkubwa. Mchango wake ni mkubwa sana kwenye soka, haijalishi ni kwenye timu ya taifa au klabu, basi mwamba huyu huacha alama ya kukumbukwa, na hii ni kutokana na jitihada anazozionyesha hapo dimbani. Kipaji chake kilionekana tangu akiwa mdogo. Kitaa cha Jang'ombe kilitambua kipaji hicho na kukisogeza kwenye akademi ya Flamingo Talent Center, na hapo ndipo alijifunza misingi ya soka na akacheza nafasi ya kiungo wakati, huku njia ilisafishika kisha kuongoza mpaka Tanzania bara. 2011 uongozi wa Azam FC ulinufaika kupitia mashindano ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 ya Copa Coca-Cola. Hapo ndipo tiketi ya Mdathiri ilikamilika kwa kutua ndani ya timu ya vijana wa Azam FC baada ya kuonyesha kiwango kizuri kwenye majaribio. Rasmi akawa mwanafamilia wa matajiri wa jiji kutoka kule jijini Dar es Salaam. Maendeleo ya kukua kwa kipaji chake hakukujificha, kwani mwaka 2012 alirasimishwa kwenye timu ya wakubwa ya Azam FC baada ya kuonyesha ukomavu wa maana na kuona anaweza kuhimili mikiki ya wakubwa, na mwamba alionyesha kipaji chake. Umri wake ulisogea akiwa anaendelea kuwatumikia matajiri wa jiji, na msimu wa 2017-18 alitolewa kwa mkopo kwenda Singida United, na hapo hakufanya makosa, kwani alionyesha kiwango kikubwa na alifanikiwa kuwa mchezaji bora wa mwezi akiwa na Walima Alizeti, na kwa mara ya kwanza akaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa cha Taifa Stars. Msimu wa 2020 alirejeshwa kwa wana Azam FC. Hapo alidumu mpaka 2022 akaweka nukta, kisha saini yake ikachukuliwa na Wanajangwani ili akawape furaha. Na baada ya kusaini mkataba huu alifurahi sana, kwani kwa upande wake ilikuwa kwa mara ya kwanza kukutana na mashabiki wengi kiasi kile, tofauti na vilabu vyote alivyopitia. Mdathiri Yahya Abbas, sauti yake iliyoambatana na shangwe ilisikika ikisema kuwa mchezaji mkubwa lazima acheze kwenye klabu kubwa, na hakika ukubwa wangu unaenda kujidhihirisha kwa kuchezea kwenye klabu hii ya Yanga Sports Club. Mafanikio makubwa ameyapata akiwa na klabu hiyo kwa kuchukua ubingwa mara 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara, huku akichukua kombe la ngao ya jamii, kombe la FA pamoja na kombe la Muungano. Hata historia ya wanayanga kufika kwenye fainali ya michuano ya shirikisho barani Afrika, mwamba hawezi kusahaulika, kwani ni miongoni mwa mashujaa walioonyesha ukomavu mkubwa wa klabu ya Yanga. Mwamba huyu timu ya taifa ya vijana ya Zanzibar Heroes aliiwakilisha vyema kwenye michuano ya Sekafa Senior Challenge Cup ya mwaka 2017. Muda huo walifika hatua ya fainali, japo walipoteza kwa penalti dhidi ya Kenya, na hii ni baada ya kupata sare ya goli 2-2 ndani ya dakika 90. Na mwamba huyu nafasi ya kiungo aliikamata kwelikweli. Chani ya 2024 akiwa na Taifa Stars aling'ara sana na alikuwa man of the match katika mchezo dhidi ya Mauritania. Lakini hata kwenye jitihada ya Taifa Stars kutafuta tiketi za kufuzu AFCON na World Cup, jasho lake huonekana. Kwa hapa Tanzania naweza kusema kuwa Mdathiri Yahya amefanikiwa kwa asilimia kubwa kwenye uwanja wa soka.
japo si mwisho wa kuonyesha kikubwa alichonacho, na ninaamini anaweza kuandika zaidi historia yake kwenye soka. Mudathir Yahya Abbas anajulikana kama kiungo shupavu mwenye moyo wa ujasiri na mwenye nia na nidhamu ya kutaka kufikia mafanikio zaidi. Na mwamba huyu kila mmoja anatamani kumuona kile anachokifanya, na umri wake unamruhusu kufanya mengi zaidi ya yale aliyoyafanya mpaka sasa. Kwa hapa Tanzania anaweza kusema kuwa mwamba huyu mafanikio ameyafikia kwa asilimia kubwa sana. Lakini cha kujiuliza mimi na wewe, vipi? Unadhani ana nafasi kiasi gani ya kuweza kwenda kuchezea boli nje ya mipaka ya Tanzania? Au kwa upande wako humuoni akienda kucheza huko? Na vipi? Unadhani kwa nini? Anyway, Mudathir Yahya, kaka, boli unalisakata.